kiongozi wetu Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Samoei Ruto, baba wetu askofu, viongozi wetu wa Kristo na wakaaji wa Elgeyo Marakwet, hamjambo? God is good and all the time. Mnisalimia hewa. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana. Mheshimiwa Rais, mimi sina mengi, yangu tu ni kusema asanti kwa wakaaji wa kaunti hii yetu kwa vile walituombea wakatupatia kura tukapata nafasi ya uongozi. Kwa niaba ya Rais William Ruto na mimi mwenyewe na timu yetu nataka niseme asanti kongoi kabisa. Nyinyi mlituombea mkatusaidia. Na mnajua rais na mimi tulikuwa kwa kona mbaya. Kwanza mimi mnajua bado nilikuwa. Kwa hivyo vile mlinisaidia, mkisaidia rais, nataka niseme asanti. Sisi hatuna mengi rais, ni kuambia hawa wakaaji wa Elgeyo Marakwet ya kwamba vile imesemekana hapa ni kweli. Katika kura zako zile ulipigiwa pamoja na mimi, hawa ndio walikuwa namba moja katika eneo hili, na tunataka tuseme asante. Na kwa hivyo mnajua mimi ndio ninakaaga na ile register ya vile watu walipiga kura, si mnajua? Kwa hivyo mambo yenu iko sawa. Na rais alikuwa na kikao na hao viongozi jana usiku mpaka karibu saa 6:30, na nilikuwa nimeketi pale na kitabu yangu, na ile maneno ikisemwa mimi nasema ndio, mimi nasema ndio, mimi nasema ndio, kwa sababu nyinyi mlipanda lazima mvune, na hakuna makosa ya kuvuna kama ulipanda. Ama iko makosa? Huwezi panda mahindi uvune maharagwe. Ukipanda mahindi unavuna nini? Nyinyi muli invest kwa hii serikali ya rais wetu, and it is only fair pia mfanyiwe kazi. Lakini viongozi, hii maneno msiongee sana. Sasa unaona hii watu ya makamera wanatufuata kila pahali. Sasa tukiongea mambo yetu hapa ya nyumbani wanatangazia kila mtu. So nyinyi maneno mengine msisukume rais sana. Mambo yenu iko sawa. Unajua mambo hii inataka uerevu kidogo, si ndio? More malat court. Si tumekubaliana? Kwa hivyo so nyinyi si kwa mambo ya nyumbani msisukume rais sana. Mambo jana usiku tumekuwa na kikao, sasa mnaanika maneno yetu hapa yote. Hapana, pole pole. Pole pole, mambo si mbaya. Na si mimi niko pale. Na si rais yako. Barabara iko sawa, mbele iko sawa. So nyinyi mnyamaze tu, hii mtaona. Na hakuna, mambo ni mzuri. Na huyu rais wetu anang'ang'ana. Na mimi nataka ni confirm nikiwa msaidizi wake wa karibu. Saa 10 usiku ameamuka. Anachapa kazi mpaka usiku. Every day. Na ni vile alikuta Kenya ikiwa kwa kona mbaya. Mimi nilisema pale Kasarani, watu wakasema mimi ni mjeuri. Nikasema tumekuta nchi imefilisika. Karibu ipigiwe kengele. Hata store hakuna panya kwa sababu hakuna kitu ya kukula. Rais ameanza upya na mambo imeanza kuingia laini pole pole. So nyinyi mkuwe na subra, mumuombee rais, mvumilie, na mambo si mbaya. Rais, mimi ningetaka tu niseme kwa mambo ya usalama, kwa sababu ulinituma hapa kwa Economic Forum, na kwa niaba yako nikawaahidi hawa wakaaji wa Elgeyo Marakwet na Kerio Valley ya kwamba serikali ambaye itamaliza ugaidi ni serikali ambayo itaongozwa na William Samoei Ruto. And Your Excellency, it is important I confirm to the people of this great county that in cabinet, in the National Security Council, you have pronounced yourself clearly without any contradiction that this nonsense of banditry must come to an end in your administration. Na kwa hivyo mimi nauliza viongozi mkuwe na subra. So far, Your Excellency, we are 80% successful. Professor Kindiki has been to this county countless times. Aden Duale has been here. On Thursday, Chief of Defense Forces, IG were here. Iko kazi mingi sana inaendelea. Munajua a problem of 30, 40, 50 years cannot be addressed overnight. Lakini mikakati imewekwa. But what is important
is the commitment of this administration, because that is what has been lacking, the commitment to deal with this problem once and for all. Kwa hivyo nyinyi vile Mheshimiwa Duale amesema, bunduki ni askari. Wewe bunduki kama hapana askari, hakuna haja ukue naye. So musilie, ukipatikana na bunduki bas. Si rais alisema mambo ni ngapi? Ni ngapi? So wacha tufanye kazi, because Your Excellency, this county is very productive. Maembe yale mazuri zaidi katika Kenya hii natoka hapa katika hii county. Mambo ya machungwa, ya kila kitu. We must create peace in the valley so that watu wa eneo hili wapate nafasi ya kuzalisha chakula, so that we can be able to make progress as a country. Your Excellency, mimi ningetaka kuhakikishia watu wa hapa ya kwamba hizi ziara rais anafanya nje ya Kenya, they are very important, because umesikia PS Kiptoo akisema ile deficit iko. Hii maneno ya madeni ndio rais alipata, na si alichukua hiyo madeni, ilichukuliwa na wengine, na wale walichukua madeni na watu yao ndio wenye kupiga kelele, na lazima rais alipe. Yeye ametembea hapa pale na mambo imeanza kuigiana laini kabisa, na rais akitembea kila bahari ni mzuri pia, kwa sababu aende atafute, kwa sababu sasa na yeye akienda si amewacha mimi hapa. Kuna mambo yanaweza haribika nikiwa hapa. Mimi na ananipianga nchi, ananiwachia, anaenda, akirudi nampatia. Lakini saa nyingine mimi napata bahati, saa ile yako nje, watu ya maandamano wanaleta shida, nikiweko ninawanyorosha. So unajua rais ni mtu ya kanisa ya zamani, mimi nimeingia juzi. So saa nyingine anasema bana, wacha hiyo watu tuongee nini, lakini mimi maneno ya mazogeo, unajua mimi sitaki hiyo maneno sana. Kwa hivyo mnajua hata rais akitembea mimi niko, na mimi ni muaminifu, na hakuna kitu naweza haribika hii Kenya. Mimi niko pale na rais, na nyinyi msikuwe na wasiwasi. Hii watu naingilia rais, mimi si niko pale. Mtu akileta nyokonyoko niko pale, na tuko na jeshi kubwa ya kufanya kazi. Nikimalizia vile Murkomen amesema, wale wamepatiwa nafasi hapa ya kufanya kazi, I want to confirm, and we are grateful to this county for producing brilliant sons and daughters ambayo wanatusaidia. I want to confirm huyu Kipchumba Murkomen is one of our most hardworking and competent and focused cabinet secretaries. Na kalia akanyangie hapo. Wewe Murkomen bwana, sikiza kelele ya watu. Wewe focus na ile kazi umepewa rais. Na rais ndio mkubwa yako. Hii wengine wacha tu wasukumuze, wewe ngangana na ile kazi umepewa. Huyu Dr. Chris Kiptoo alikuta ile store hakuna kitu. Wakiwa na Professor Dungu wamesaidia rais, uchumi imeanza kurudi line. Huyu Dr. Susan Koech, huyu wako Central Bank, alikuta pale kumeharibika, imeanza kurudi line. So we are grateful ya kwamba nyinyi mmepatia watoto ambaye wanajua nini wanafanya. Vile leader of majority amesema, it is true. Chief Justice ametuambia tulalamike. Tungetaka kumuuliza her leadership, Chief Justice, aambie wa Kenya how many complaints have been filed against judicial officers, how many she has dealt with, and what is the timeline to conclude those petitions. It's important. Challenge sisi tutoe ushahidi. I will lead by example. On Thursday, this coming week, at 2:15, I'll personally present a petition before Lady Chief Justice Martha Koome against Justice Esther Maina for her removal from the judiciary for misconduct and corruption. Mimi mwenyewe ndio nitaongoza, because sasa unajua, sasa si ametuuliza, sasa tuko tayari. Mimi ndio nitaongoza kwa executive. Huyo judge through corruption declared my hard-earned wealth proceeds of crime without giving me an opportunity to be heard. Against the rules of evidence, where he who alleges must prove, we made an application to cross-examine the investigator, akakataa kwa sababu anajua there is no case.
na evidence tuko nayo vile ilifanyika. So 2:15 on Thursday, my lawyers are preparing, mimi mwenyewe, because he has challenged us. I think now tufanye kazi sasa. Si tufanye kazi. Pahali sasa tumefika ni sawa ni rais. You know, we were president when you came, you are very kind to the judiciary. And the way mheshimiwa hapa amesema Troitich, LSK, when President Uhuru through impunity refused to appoint judges, they never said anything. When DCI was carrying out extrajudicial killings in this country, they were quiet. When the leader of opposition said he'll mobilize 1 million people against the judiciary, they were absent. Sasa ndio wako pale. So wacha, na nauliza Wakenya wengine, wale wote wako na petitions against judges, those who may want to join me on Thursday, tupeleke pamoja pale Supreme Court, tuanze kupeleka, aanze kuprocess, na tueleze zile amepata ni ngapi, amefikisha wapi, because he has invited us. That is the forum tutatumia, ndio hii Kenya yetu iweze kutembea sawa sawa. Tumekubaliana watu ya Elgeyo Marakwet? Tumekubaliana? So sisi tuko na shukurani kwenu. You really supported the president and I, and we are entirely very grateful. Na sisi mkituita hapa, tutakuja mapema. Ile tu nimeona Mheshimiwa Adams anasema ati rais ako nyumbani. Sasa huyu rais kwao ni wapi? I don't understand, because when we were campaigning, hawa kina Murkomen walituambia ati rais sasa ni wapale mlima ndio kwao. Na tukakubali, tukamchagua, na tunaamini ni wetu. Sasa tumefika hapa mnasema amefika nyumbani. Sasa hatuelewi rais sasa kwenu. I don't understand sasa. I think we'll have another conversation. Juzi tulikuwa Kericho, wanasema ati karibu nyumbani. Tumeenda pale Kilgoris, wanasema karibu nyumbani. So sasa msiseme ati amekuja nyumbani amechelewa. Si alikuwa pale kwetu na ni nyumbani. Sasa alichelewa namna gani na alikuwa nyumbani? So nyinyi mtosheke sasa. Sasa huyu rais hapana wenu, mimi ndio wenu sasa, mimi ndio wanyu hapa. Huyu alienda hako huko. Sasa huyu ni kiongozi wa kutembea hapa. Kwa hivyo kwa hayo mengi tumeshukuru sana. Ningeuliza kwa heshima msimame munisaidie kumkaribisha kiongozi wetu kwa shangwe na